Maisha ya watu yamebadilishwa mahali hapa. Maisha ya watu yamebadilishwa mahali hapa. Watu namalizia. Ni mlitoka wawili mwanzo hapa. Hamjuani, hamfahamiani. Hamfahamiani, lakini wewe na wewe, yani kama mngekaaga siku moja pamoja mkadiscuss, kuna vitu in common viko pamoja. Yani kuna vitu viko in common. Sikufahamu sana, naweza nikana mfahamu somehow, lakini kuna vitu, na nyinyi Mungu ameweka kitu ndani yenu. Mna blueprint tofauti, lakini kuna vitu vichache viko in common. Moja wapo ya vitu ambavyo vilikuwa, kwanza mlikuwa kuna shauku, of course, na shauku ya kumtaka roho wa Bwana, si ndio? Sema please, you're obvious. Lakini kuna a certain special calling. Special calling. Unaona? Wale ashas wa kiume wengine wameisha, si ndio? Anyway, kuna a very special calling upon your lives. Special. Nimesema special. Umeelewa? Very special calling. Unaona? Ambayo Mungu anataka kuwatumia for such a time as this. For such a time as this. Kwa hiyo kwa roho wake mtakuwa na speed kubwa sana ya kuelewa na kutenda. Speed ni kubwa sana ya kuelewa na kutenda. And yale nilikuwa nazungumza kama ufunuo, mafunuo, kwenu itakuwa ni jambo la mara kwa mara. As you commune, vile unavyokuwa na mahusiano zaidi na roho wa Mungu, kwa sababu wote mmepokea kujaza, si ndio? Mmepokea ujazo wa Roho Mtakatifu. From there you start anytime, anywhere. You don't wait for such, yani kwa hii kitu kama hiki tena. Tayari imeshajengeka. You can pray anytime. You can switch. Sasa nenda mkadevelop kuomba kwa lugha. Mkasome kitabu cha 1 Corinthians 14:2 kushuka huko. Uje usome siri ambazo Paulo alikuwa nazo. Kwa nini Paulo alikuwa vile alivyo? Kuna siri alizungumza kwenye 1 Corinthians 14. Nasema, kwa maana ninanena kwa lugha kuliko nyinyi wote, kuliko kanisa zima la Corinthians, la Wakorinto, alikuwa ananena kwa lugha. Kwa siri kubwa ya Paulo na mafunuo mengi ilikuwa ni katika roho. Soma kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 20, anasema, lakini nyinyi ndugu zangu au wapendwa, jijengeni kwa kuzungumza au kwa kuomba katika roho. Jijengeni nafsi zenu. You can build your inner self kwa kunena kwa lugha. You charge yourself and you take charge. Kwa hiyo katika haya mambo mtakayo develop, na katika haya mahusiano ya wewe na Roho Mtakatifu, yatakufundisha. Ukisoma neno mwenyewe utalisoma kwa sura ya tofauti sana. Afu kuna wakati utakuwa hata ukiwa unasikiliza mahubiri, alafu Roho wa Mungu anakuwa anazungumza. Yani unamsikiliza mhubiri na unamsikiliza mhubiri. Si unaelewa? Unamsikiliza mhubiri na unamsikiliza mhubiri, kwa sababu Roho wa Mungu atakuwa anakutafsiria mambo, anakufunulia zaidi. Itakuwa kwenu. In the name of Jesus. Amen. Itakuwa kwenu. Allow me to pray for you guys. Nyosha mikono yenu. Najiuliza tu atawezaje Hallelujah. Yes, I pray for you guys. Nguvu za Roho Mtakatifu zi take over now.
Receive it now. Yes. Touch. Power of the Holy Ghost. Receive it now. Kama umeme pite kwenye mikono. Kama umeme, kama umeme. Receive it now, 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 in the name of Jesus Christ. Nguvu hiyo ikabadilishe maisha yenu completely. Badiliko kuu likatokee kwenye maisha yenu. No more struggles. No more struggles. In the name of Jesus. No more struggles. In the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, you are established. Amen. Maisha yenu yamebadilishwa kabisa. Watu watadhani wamebadilisha majirani, lakini mtakuwa ni nyinyi. Mungu awabariki sana. Naweza kuketi.